Kama tumejuana naye kwa muda mrefu kidogo, ambaye niliunganisha na mwenyekiti ambaye ni Ezra pamoja na viongozi wengine. Kitu ambacho kimenipendeza sana na chama cha Kiswahili cha Kisii ni kwamba kila mnapoandaa hafla ya Kiswahili lazima nifikie kupitia njia ya simu. Leo sikuwa najihisi vizuri, hata mkisikiliza sauti yangu na mafua kidogo, lakini nikasema lazima niheshimu chama cha Kiswahili cha Kisii. Kwa hivyo nyinyi ni marafiki zangu, nyinyi ni watu wa Bwana, lazima ningetimiza uzalendo wa kufika hapa. Hata kama singezungumza, lakini ningefika. Hapa nina wahadhiri wengi marafiki zangu, hata tumekuja na mmoja Erickson. Ni bingwa kutoka kule nyumbani. Tumesafiri naye hadi hapa, kisha akaniambia alikuwa na mkutano wa idara. Kwa hivyo tukaagana pale chini, mimi nikaabiri kuja hapa. Nimefurahika sana kuja hapa Kisii. Nafikiri hii ni mara ya 3 ikiwa si ya 4. Mara ya kwanza nilikuwa kule ule upande mwingine wa chuo, nilipokuwa na miadi na Daktari Riro. Nilitaka nikabidhi kazi fulani za kifasihi. Mara ya pili nikija hapa, nilikuja nafikiri nitaka kufanya utafiti kidogo, ambapo pia nilishauriana na Daktari Riro. Mara ya 3 mlinialika hapa. Nafikiri kulikuwa na hafla pale katika shule ya msingi ambayo ni chuo hiki, wakati tulikuja na Timothy Sumba. Kisha mara ya 4 nafikiri mliandaa kongamano tukatumia pale juu. Na hii mara ya 5. Kwa hivyo nafikiri tumeunganishwa na ukuruba mzuri sana na wanafunzi wa chama cha Kiswahili cha Kisii. Mimi ni Okocha. Sana watu wanapenda kupita Dante. Kitaaluma mimi ni mwalimu. Nilisoma katika chuo kikuu cha Kabianga nikifanya shahada yangu ya msingi. Kisha baadaye nikafuzu. Nashukuru Mungu kwa sababu ya juhudi, nikafuzu na shahada ya kwanza, hiyo ambayo tunaita first class honors. Kisha nilitaka sana kurudi kufanya uzamili, lakini si hapa Kenya. Nilitaka sana kwenda chuo kikuu cha Dar es Salaam. Mwalimu wangu Dr. Karamba akaniambia hata ukaenda Dar es Salaam, ukaenda Uganda, Kiswahili ni kile kile. Na pia alikuwa ananishawishi nirudi Kabianga kusomea kule. Kwa hivyo sikukataa mwito. Nikarudi pale Kabianga kufanya shahada yangu ya pili, ambayo ni shahada ya uzamili ya masters katika Kiswahili vile vile, lakini nikajikita katika fasihi. Nikaingia sana katika ushairi wa Kiswahili. Na hapa ni baada ya kufundishwa kazi ya darasani kama coursework, kwa sababu ukiingia shahada ya uzamili unafundishwa coursework kwanza. Nikasoma matawi ya Kiswahili 6. Lakini kati ya matawi haya 6, mimi nilivutiwa zaidi na ushairi. Nafikiri mwalimu wangu alifundisha ushairi nikiwa mwaka wangu wa kwanza katika shahada ya uzamili, Dr. Rotich. Alinichochea sana. Nikapata mapenzi katika ushairi wa Kiswahili. Kwa hivyo nikaingia katika taaluma hii ya ushairi. Nilipoingia katika taaluma ya ushairi, nilikosa mada ya utafiti. Nilijaribu kuangalia maudhui, nikapata nimefanya utafiti. Nikaingia mbinu za kimtindo, nikapata zimeandikwa utafiti. Sasa mimi nitaandika wapi? Nikapiga bobo hapa na pale, ikabidi nimeingia kwenye kazi za kishairi ambazo zimeandikwa. Moja kwa moja nikajipata kwenye Sauti ya Dhiki. Nafikiri wengine wameona Sauti ya Dhiki, ikiwa hamjasoma mmeiona. Ndio ya wa hayati Mzee Jomo Kenyatta, ambaye alishikwa na kufungwa kwa sababu ya tuhuma za uchochezi za kutaka kugeuza serikali ya Mzee hayati Jomo Kenyatta kupitia makala ambayo alikuwa anaandika hapa anachapisha Kenya Tuendapo. Kwa hivyo kwa sababu nilitaka sana kusoma Abdulatif Abdalla, nikaingia katika kazi yake. Awali nilitaka kufanya Jicho la Ndani ya Profesa Said Ahmed, lakini sikupenda kwa sababu nilitaka sana mashairi ambayo anafuata zile kaida na kanuni za utunzi haswa. Kwa hivyo nikajipata katika Sauti ya Dhiki. Sasa moja kwa moja nikafikiri nitafitia Abdulatif Abdalla katika kitengo gani. Nikafikiria, nikasema
Mashairi yake mengi ambayo ameandika yanaonekana kutoa hisia kali.